Good morning, evening, and afternoon. It depends where you are watching this video from. I'm Julius, one of the CEO of BDI Info. Samahani kidogo kwa kuongea Kiingereza. Hii ni introduction. Nilikuwa nataka wasalimie kwa majina. Mimi naitwa Julius. Mimi ni kama CEO wa BDI Info, Burundian Information. Leo nataka tuongee kuhusu Tanzania na Burundi. Yaani mnajua kwamba kila siku kunatoka news kwamba kuna Warundi ambao wamekamatiwa hapo Tanzania, hapo nchini Tanzania juu ya vitambulisho. Mimi naweza kasema kwamba kwa upande moja ni ukweli, kwa wengine kwa upande mwingine ni uongo mtupu. Jua nini nasema hivyo? Mimi nimeshawahi kukamatiwa hapo Tanzania. Yaani nimeshashinyizwa. Mnanielewa vizuri? Hata Watanzania ambao wanajua ukweli kuhusu hilo swali hawezi kukwambia ukweli. Jua nini nasema hivyo? Najua kwamba kuna Watanzania wengi ambao wanajua ukweli kuhusu hao watu au Warundi ambao wananyanyasiwa hapo Tanzania. Hata leo, hata kesho utasikia kwamba kuna Warundi wako wanakamatiwa, walikuwa wanaelekea wapi na wapi. Lakini tena ukiingia kwa upande wa viongozi wetu, kama ni wa Burundi au wa Tanzania, kama ni askari wa Burundi au wa Tanzania, yani kwa mfano wanasema kwamba ujirani wetu uko safi na tena kuna peace. Unanielewa vizuri? Lakini leo nataka nikupe ujumbe, nataka niwaambie kitu ukweli chenye najua. Sio vitu ambao nimeenda kufanya nilienda kufanyia investigation, ni vitu ambao nilijionea na kwenye macho yangu. Unanielewa? Mimi Kiswahili sio, unanielewa? Yaani sio vizuri, siongee Kiswahili vizuri, lakini najua kwamba nitawaelezea tena mtaelewa. Mwenye ataelewa ataelewa. Mwenye hatakuelewa ni shida zake. Tunaelewana? Asanteni sana. Siku moja tulikuwa tunaelekea nchini Zambia. Tulikuwa watu kama 20,000. Tulikuwa tunaelekea kwenye safari moja. Tukatoka Burundi, sisi wote tulikuwa na mapassport, kila kitambulisho tulikuwa nacho. Tukaja mpaka boda pale, wakatugongea pale Mgina, wakatugongea. Lakini kuna mambo ambayo yalifanyika pale Mgina kwenye boda ya Tanzania, kwenye upande wa Tanzania. Siwezi kuyasema, kila mtu anajua. Au niyaseme, naweza nikayasema, hakuna issue, hakuna problem. Jua nini? Tulifika pale. Si mnajua kwamba kama jirani, kama ni jirani, kama ni nchi jirani, kama hii sio neighbor country, hakuna kulipa kila kitu. Lakini pale tuliibiwa 30,000, sijui kama ni 30 kwenye Kiswahili, 30,000 shillings. Juu ya kugongewa tu ya kujipitia. Ilikuwa sio issue, ilikuwa sio tatizo. Tulikaushia tu, nikamwambia wa jamaa, hebu njoo tuendelee na safari yetu, tuone kwamba tutafika penye tuko tunaelekea. Kikubwa ni kuwa na vitambulisho. Hapa tumeisha gongewa, na hope kwamba hakuna mitego mingine kule njiani. Tukaja tukalala hapa Kigoma, tukatoa matiketi yenyewe ya kuendelea mpaka Sumbawanga. Hii njia ya kupitia Sumbawanga ndio njia ambayo ina tatizo nyingi kwa Warundi. Ndio maana kwambia kwamba Watanzania wakisema kwamba Warundi wanausafiri tena wanasafiri bila vitambulisho, ni uongo. Si tulielekea kutoka Kigoma asubuhi,
muda saa 4 tukafika kule wapi? Kule Uvinza. Uvinza wakakagua hamna amu. Katuona haina shida nyie. Safari njema, tukaelekea. Fika Mpanda pale, Mpanda wakakagua, wakaona hatuna shida lolote. Tuko fresh, tuko sawa. Mzee wangu tuliendelea na safari. Pale Sumbawanga ndo kuna issue ambao sijui kama serikali ya Tanzania wanaijua, sijui kama government ya Tanzania wanajua. Watu ambao walituiba, watu ambao wanaiba watu kila siku, wanaibia Warundi, Wanyarwanda na Wakongo, ndo watu ambao wanapata tatizo kubwa pale Sumbawanga. Sumbawanga tulifika pale, wakaingia, sijui kama ni wa immigration wale wa jamaa juu, mnajua kabla hujaingia kwenye mjini wa Sumbawanga, ukitokea kule ile njia ya Mpanda, sijui road gani, sijui namba gani, lakini mnanielewa vizuri. Tulikuwa na Watanzania wengi ambao walikuwa wanasafiri. Najua kwamba Watanzania wanapenda usafiri sana tena. Tukaingia pale kwa ile checkpoint. Jamaa moja, walikuwa jamaa wawili, wamevaa nguo za kipolisi vile, zile za kaki, sijui kama ni kaki, sijui kama ni wapi. Palikuwa na wengine ambao walikuwa wamekaa pale mbalimbali kwenye tule tu bench, walikuwa wamevaa kama flag, kama wa jeshi vile. Wakaingia kule ndani, toa vitambulisho. Tukatoa vitambulisho. Kila kitambulisho cha Murundi na Mnyarwanda alikamatiwa. Walituambia aje, nyie wote shukeni chini. Tukateremshwa kwenye gari. Watanzania ambao tulikuwa nao, ambao tulitoka nao kwenye usafiri kutoka Kigoma, wakashangaa. Jua nini hawa jamaa wameshushiwa chini? Pale pote ambao tulikuwa nao, wamewakagua, wakamwambia vitambulisho vyao viko sawa. Checkpoint hiyo. Na mimi na macho yangu nilishangaa. Tukafika pale, wakatushusha chini, wakaanza kutuambia, "Nyewe Warundi, wewe Wanyarwanda mko wapi? Tuko hapa. Warundi mko wapi? Tuko hapa." Tukafika pale, kila mtu ajitetee. Wakatuambia kila mtu ajisope kwenye mfuko yake au kwenye bagi yake kabla hatujamkagua. Nikaanza kujifunza. Sasa hawa jamaa wana mpango gani? Nikamwambia jua nini? Wakaniambia wewe usilete mambo. Nikamwambia sio mambo. Kila mtu ana uhuru wa kuuliza na wakuuliziwa tena na wakujibu tena. Nikwambia mimi siwezi kujikagua. Hakuna vitu ambavyo nimepeleka kule, tumekaguliwa tangu kabla hatujaingia kwenye country yenu. Kule mpakani tumekaguliwa. Tumeisha pitia ma checkpoint mingi. Hakuna mtu ambaye ameona tatizo. Jua nini nyewe mnatutoa kwenye gari, mnateremsha chini, eti mnataka tukague. Vitambulisho vyetu viko sawa. Ule jamaa kaona kwamba mimi ni mgaralizi yani. Kaona kwamba mimi ni msumbufu. Akanambia wewe dogo wewe. Unaonekana kama unajua mengi. Kaa pale. Nikakaa pale, nikatulia zangu. Kasubiria wale jamaa. Walitoa rule ya kusema kwamba kila mmoja juu mtoke hapa lazima alipie 50,000. Sio 5,000 mzee wangu, 50,000 shilingi. Nikamwambia jua nini, ni ya visa. Hiyo hela itaelekea wapi? Ndani ambaye ataira hii kwa jamaa. Nikamwambia mazee wangu, sisi ni waharibia, tuko tunaelekea safari ambayo tuko tunaelekea sio safari ya illegal, sio illegal, sio safari ambayo haijulikani. Tuko tunaelekea kwenye public, kila kitambulisho chetu kiko tayari.
Hakuna mtu ambao hana kitambulisho hapa. Hakuna mtu ambao hajagongewa. Sisi wote tumeshagongewa kwenye immigration yenu. Sasa hii elfu 50 itaelekea wapi? Itaenda kwa juu ya nini? Wale wajamaa tukaanza kuzinguana. Wajamaa ambao walisumbuana nao juu. Wajamaa wanajua Warundi wengi wanauoga juu, wanajua kwamba Watanzania ni watu wabaya. Wadogo ambao walikuwa wanauoga walitoa hela wakapa. Majamaa ambao walikuwa hawana hela, wale wajamaa walipata tatizo sana. Wengi walipelekewa, hata siku hii hatujui sehemu ambao waliwapeleka kule. Wale wajamaa walipigwa, wakapigwa makofi, maboksi, nini. Nikawaambia mambo ambayo mko mnafanya hapa, vyenye mnatufanyia mtayasemea kule mbele, tena mtayaona, yatawarudia. Hao jamaa waliona kwamba mimi sio mtu ambao wa kuingia kiovyo ovyo. Jamaa walikuwa ni 8 wakawachukua. Wale jamaa walikuwa hawana hela, juu walikuwa nadhani kwamba zile hela zenyewe waliwatoa mfukoni 10,000, walienda nazo, ndio hela ambao walikuwa wanadhani kwamba watachukulia basi ya kuwapeleka kule boda. Tena boda watumie watu wao ambao wanaishi kule Zambia, watumizie hela waendelee na safari. Hala jamaa yani wakapigwa, wakawasopa, wakawatolewa kila kitu, masimu wakachukua. Nikaona hii ni tatizo. Nikaanza kujiuliza, jua nini Watanzania wanachukulia hivi? Sijui kama ni kosa ambalo tuliwafanyia. Sisi Warundi hakuna Mtanzania ambao tunachukulia vibaya kule Burundi, lakini sisi Warundi tukiingia pale Tanzania ni tatizo. Uwe na kitambulisho, usiwe na kitambulisho ni tatizo kubwa. Jua nini wewe ni Mrundi. Hizo hela zote ambao tulitoa, walituambia as long as you are a Burundian, you need to pay money in order to go ahead with your journey. Nikawaambia, mwanangu, mimi sio mtu ambao wa kuuza kila kitu au akwambia kila kitu ambacho unachotaka. Mimi sikupe hela. Tukazinguana. Nimeshawaambia kwamba tulikuwa watu 20. Watu ambao tulitoka pale tulitoka 8 wote waliwashika. Wakaenda nao. Juu wamekataa kutoa hela, lakini vitambulisho wanavyo. Unanielewa? Vitambulisho ambavyo vimeisha gongwa. Ndio maana nilikataa kukaa kimya. Nimekaa kimya siku nyingi, lakini huu ujumbe nataka ufikirie kule mbele. Warundi wanateseka sana. Kama kuna Mrundi ambaye anatumikia serikali kule Burundi, kama kuna Mtanzania ambaye anatumikia serikali kule Burundi, kule Tanzania, natani waambie kwamba kuna watu ambao wako wananyanyasa Warundi pale mjini, pale before kabla hujaingia mjini wa Sumbawanga. Au watu wanajulikana vizuri, tena ni watu ambao wanatumikia serikali, wa polisi, sio wa immigration. Wale wa jamani wa polisi wanatumika kama wizi. Huyo wizi hakuna hata Mtanzania anaweza kukuambia ukweli. Ndio maana mimi I like to say that I can't be in Tanzania. I cannot live in Tanzania. Sijawahi hata kuishi pale. Ni njia tu ya kupitia. Sina friendship na Mtanzanians. Unanielewa? Jua nini? Na wajua kwamba Mtanzania, mkikamatiwa na Watanzania kwenye sehemu moja, yule Mtanzania atazizima data kwamba ajui kila kitu. Hata upeleka hata news kwenye watu ambao anajua kwamba watakutetea. Unanielewa? Tulifika pale Sumbawanga, tukakaguliwa wale wa jamaa. After
mimi niwapa 10,000 wakachukua hiyo wakaniingiza kwenye gari, tukaelekea na wale wa jamaa 11 ambao walikuwa walibaki, sio wote, tulikuwa 12, tukaelekea mpaka mjini, tukachukua tiketi ya kuelekea kwenye boda kule Kasesha. Sijui kama ni Kasesha pale. Kabla hatujafika Kasesha, tulikutana na ingine checkpoint ya watu wawili tu walikuwa wamepaki Honda somewhere. Wakatuambia, si vipi, inakuaje? Shwari, mnaelekea wapi? Si tuko tunajipitia, tuko tunaelekea Zambia. Warundi wote shuka chini, tukashuka pale. Kila mtu alipaswa kulipia 20,20, lakini ambao wenyewe alikuwa na 10,000 walichukua. Na mwenyewe umoja ambao alikuwa hana hela, walikuwa wanataka wabaki nao, tukamlipia. Dogo, chukua hii. Tukamlipia yule jamaa, tukaendelea na safari. Ndio jambo ambalo nilikuwa nataka tuongee na nyie wa Tanzania. Sisi Warundi tunakosa gani ambayo tuliwakosea? Jumu mtuchukulie mtuchukulie vibaya kama mnavyofanya kila siku. Najua kwamba kuna Watanzania ambao wananielewa, tena wananisikia, tena walishaona hayo mambo yote ambayo nimeshasema. Wengi, kama kuna Mtanzania ambaye ananisikiliza, kama sio kubacking, kama you are not going to backing your country, just drop your comment. If you have seen those kind of things, drop your comment in comment sections. Andika kwenye comment section. Kama ni wewe ni Murundi ambao kuna nisikiliza, umeisha yapitia haya mambo ambao Warundi wanapitia wao kule Tanzania, andika kwenye comment. Nimeshawaambia mimi Kiswahili changu sio kizuri, lakini kikubwa ni kuelewa jambo la msingi. Unanielewa? Hii message nilitoa kwa Kirundi kwenye hii channel yetu. Warundi wengi wakanambia, bwana, hiyo message ni kali, tena ina message kubwa. Hiyo message ilikuwa ikali zaidi ukielekeza kwenye Kiswahili. Nikamwambia mimi Kiswahili changu sio kizuri. Wakanambia hawa Tanzania wanazima data, wanasikia kila kitu ambao kuna sema, lakini kama umesema kwenye Kirundi hawezi kucomment hata comment. Nahitaji wa Tanzania, Mtanzania ambao anajiamini, tena ameishaona mambo ambao wanafanyiwa Warundi, ambao anajua kwamba Warundi wanateketezwa pale, yani wanawachukulia vibaya. Hata mtu ambaye kana kitambulisho utakutana anaonekana kama ni mwizi au ameingia na vitu vingi au ameingia kwenye wao. Nanielewa? Sisi hatugombani, lakini mambo ambayo mnafanyia Warundi yote yanaandikiwa somewhere. Unanielewa? Tunayaandika kila kitu ambacho kinachoendelea. Msione tulishakuwa yani relax. Sio kama hatuna mdomo wa kusema. Tuna vingi ambavyo tunaweza kusema kwenye na nyie, lakini hatuna muda. Tuko tunajitafutia maisha. Tuone kwamba maisha ambayo tunaishi mule tunaweza tukatoka pale. Sio Warundi tu, hata Waha ambao wanaishi kule Kigoma wanachukuliwa vibaya. Sijui kama mnatatu yani tutoe ile documentary ile ya zamani. Kila kitu tuko nacho, kila mapepa. Unanielewa? Kila pepa tuko nayo, kila kitu kishaandikiwa. Miezi kazi tu. Warundi tuko tunawaangalia tu. Hakuna Murundi, hakuna Mtanzania alishauliwa kule Burundi. Hakuna Mtanzania ambaye ananyanyasiwa kule Burundi. Sio kama sisi hatuna vichwa. It's not that we are not thinking. We are thinking much better than you. But you need to be careful for what you are doing. Those people blocking other people there in Sumbawanga are doing and are working in the government. But the government, they are keep quiet when they are killing each other, when they are taking each other in the wrong way. But sisi tunakaa kimya. Kama serikali ya Tanzania hitaki kuwatoa wale watu njiani, na sisi Warundi tuna uhuru, tena tuna nguvu za kuweza kusimama kwenye njia kila mtu ambao umeingia Burundi
Hata awe na kitambulisho, jua nini, na nyie mnatuchukulia vibaya kwa vitambulisho vyetu, na sisi tuna uwezo wa kuchukua wale watu wenu. Tena mkipitilia hiyo njia, itakuwa kwamba ile sijui kama mnajua mambo ambayo yanaendelea kule Nigeria, ile ya kuchukua watu kama ni 100 kama ni 300 na kuwaweka jere bila tatizo lolote, bila kosa. Asanteni sana kwa mtu ambao umeisha, yani kwa mtu ambayo you watch this video from the beginning to the end. I love you so much. Drop your comment. But what I can say, you Tanzanian people, you need to think much better than how you think. Don't even keep terrorizing other people while they are passing through in your country. A lot of people complain about your government just because what happened today is about government. Sio watu, sio wizi wale. Ni wa polisi, ni wa immigration ambao wananyanyasa watu wenzao. Asanteni sana. Kama una cha kusema, drop your comment in the comment section. We'll do like your message and we'll much appreciate. If you are new here, don't forget to subscribe. Tena hii message kwa Warundi ambao mnasikiliza mnaongea Kiswahili, naomba tu hii message weke share, do partage, hapo mnanielewa, irungikira abandi. Love you so much appreciate. Bye.